Umewahi kufikiria kama jina lako lina maana ya ndani zaidi, yaani zaidi ya kuwa kitambulisho tu? Leo tunaenda kuchimba ndani ya mfumo unaodai kwamba siri zote za tabia yako zimefichwa kwenye herufi za jina lako. Hebu fikiria hivi. Vipi kama herufi zinazounda jina lako sio tu mpangilio wa kubahatisha? Vipi kama ni ramani iliyofichwa inayoonyesha wewe ni nani hasa? Sasa, huu mfumo unaitwa numerolojia. Na unafanyaje kazi? Rahisi sana. Unachukua kila herufi ya jina lako, unaipa namba, na kisha unazitumia hizo namba kutengeneza picha kamili ya tabia yako. Sawa, tuko tayari? Hebu tuanze safari yetu ya kuzichambua hizi namba moja baada ya nyingine, tukianzia na zile zinazosemekana kuwa msingi wa kila kitu. Sawa, kundi la kwanza kabisa, namba 1, 2 na 3. Hizi ndio zinazosemekana kuwa msingi wa utu wetu. Yaani, zinawakilisha msukumo wetu wa ndani, jinsi tunavyoungana na wengine na jinsi tunavyojieleza duniani. Tukianza na namba 1, huyu ndiye mwanzilishi, mtu anayeongoza, mwenye mawazo mapya. Lakini kama nishati hii ikizidi sana, inaweza kumfanya mtu kuwa mbabe na mchoyo. Sasa namba 2 ni tofauti kabisa. Huyu ni mwanadiplomasia, anapenda amani, ushirikiano na maelewano. Lakini upande wake wa pili, ule usio mzuri, ni kuwa mnyonge na kushindwa kufanya maamuzi. Halafu tunayo namba 3. Hii ni nishati ya furaha, ubunifu na uchangamfu. Lakini kama haitadhibitiwa, nishati hii yote inaweza kutawanyika na kusababisha tabia za umbea na ujuujuu. Sawa, tumeona nguvu za msingi. Sasa hebu tushuke kwenye ulimwengu halisi, ule wa vitu vinavyoonekana. Hapa tunakutana na namba zinazohusiana na muundo, uzoefu na majukumu. Namba 4 sasa. Huyu ndiye mjenzi, mtu wa mipango, utulivu na anayefanya kazi kwa bidii. Lakini kama nishati hii ikizidi, inaweza kumfanya kuwa mgumu na asiyekubali kubadilika kabisa. Na kisha namba 5. Hii ni nishati ya uhuru, mabadiliko na matukio mapya. Inaleta msisimko kweli, lakini hatari yake ni kumfanya mtu asiweze kutulia na kukosa uwajibikaji. Baada ya misukosoko yote ya namba 5, namba 6 inatuletea utulivu. Huyu ndiye mlezi, mtu wa familia anayejali wengine na mwenye upendo. Upande wake wa pili ni ule wa kutaka kuingilia mambo ya watu na kuwa na wivu. Okay, tumeshamaliza mambo ya kimada. Sasa tunapanda juu zaidi. Tunaingia kwenye ulimwengu wa akili na roho. Hapa tunachunguza namba zinazohusiana na uelewa wa ndani na picha kubwa zaidi ya maisha. Namba 7, huyu ni mtu anayependa kukaa peke yake, kufikiri sana na kutafuta ukweli. Ni mchambuzi mzuri, lakini anaweza kujitenga sana na wengine na kuwa na mashaka na kila kitu. Halafu tunafika kwa namba 8. Yaani hapa ndipo kwenye nguvu zote. Ni namba ya mafanikio, biashara na uongozi. Lakini nguvu hii inahitaji nidhamu, la sivyo inaweza kugeuka kuwa tamaa ya mali na ukatili. Na kumalizia mzunguko huu wa namba 9, tuna namba 9 yenyewe. Huyu ni mwanabinadamu, mtu anayejali ulimwengu mzima, mwenye huruma na anapenda kusaidia. Lakini ndoto zake kubwa zinaweza kumfanya awe na hisia za kupitiliza. Sasa, unajua, mbali na hizi namba 9 za msingi, kuna kitu kingine cha pekee. Namba kuu. Hizi ni namba zenye nguvu zaidi, zenye uwezo mkubwa, lakini pia zinakuja na changamoto kubwa zaidi. Na ya kwanza kati ya hizi ni namba 11. Hii inajulikana kama namba ya mwangaza au uelewa wa kina. Watu wenye namba hii wanasemekana kuwa na uwezo wa kuona mbali na hisia za ndani za ajabu. Lakini kama sarafu, kuna upande wa pili. Wanaweza kuwa na wasiwasi mwingi na hata misimamo mikali isiyo na uhalisia. Sawa, inayofuata ni namba 22 na hii inaitwa mjenzi mkuu. Yaani, fikiria hivi. Uwezo wa kuchukua ndoto kubwa na kuifanya iwe kweli. Ndiyo nguvu ya namba 22. Wanaweza kuongoza miradi mikubwa sana,
lakini changamoto yao kubwa ni ile sauti ya ndani inayowaambia hutaweza, yaani kujishuku. Sawa, tumezunguka kwenye maana za namba zote hizi. Swali kubwa sasa ni, wewe unawezaje kutumia haya yote? Unawezaje kugundua namba zako mwenyewe? Jibu ni rahisi sana, na ufunguo wenyewe ni huu: kila herufi katika alfabeti ina namba yake maalum. Na hili hapa ndilo jedwali lenyewe. Angalia, kila herufi kuanzia A mpaka Z ina namba yake kutoka 1 hadi 9. Unaweza kusitisha hapa kidogo. Chukua karatasi na kalamu, andika jina lako kamili na anza kuweka namba chini ya kila herufi. Basi, baada ya kujumlisha namba za jina lako, mfumo huu unadai utakuwa umepata ramani yako ya maisha. Sasa, swali la kujiuliza ni hili: je, huu ni mchezo tu wa namba au kweli kuna ukweli fulani umefichika hapa? Jibu hilo ni lako.